na wanasikia sauti hii, kwamba neema ya kusikia neno, tunasema neema ya kuhudumu uweze kuwa mahali hapa. Tunapinga kila nguvu za giza, kila pingamizi ya yule adui, tunaiangusha kwa utukufu wa jina la Yesu. Asante maana Mungu unatenda. Roho Mtakatifu wa Mungu, tukuze Baba. Nawe Baba umtukuze Mwana mahali hapa. Tunatangaza damu ya Yesu na tunaomba wokovu juu ya watu wako. Wakati huu Bwana tunatangaza ni wakati wafungwa waonekwa huru. Pokea heshima zote na adhama katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na hata kuamini. Shangilia jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Keumbu, haleluya. Nisikize. Unaweza shangaa. Hawa ni akina nani? Baba nonya kuleta mkato yao. Ne plani ya sababu atengiyanga gokoleta mkato yao uomereneli nganaliae. Asa higo nipungieni tu mkono hivi kama unasikia. Hata kama uko biashara nyingine, naomba ukiwa una masikio punga mkono namna hii, sema asante Yesu kwa nafasi nzuri tuweze kusikia neno lako. Haleluya. Amen. Amen. Na wakaribisha waimbaji. Karibuni sana Kristo. Ningependa tu sote tukaribie tafadhali, tusonge karibu ili tumsifu Bwana pamoja. Na tufanye hivi, ningependa tu tupate kuinua mikono yetu juu tukipiga shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. 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 Amen. Haya, tuko tayari, tuinue tu mikono yetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Makofi mazuri.
Chezea, chezea, Bwana chezea, cheza. Aha, muziki bila jasho wapendwa. Aya panda 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 panda
Yesu, pamoja na Yesu, pamoja na Yesu.
mambo yawe sawa. Amen. Karibu mtumishi. Inaweza ondoka, lakini ile Mungu alikumbia haiwezi kapotea. Kama una sauti, piga kelele.
Yesu 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 Mabera Amaya Twayarogere Yesu Munyamabera Twakorera Amaya Yesu Munyamabera Twakorera Amaya Twayarogere Yesu Yesu Munyamabera Twakorera Amaya Twayarogere 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 Yesu Munyamabera Twakorera Amaya Twayarogere. Pigia Bwana Yesu shangwe. Kuna kitu inaenda kutendeka kwa kiwanja hiki. Hallelujah. Believe you me. Kuna kitu inaenda kutendeka hapa jioni ya leo. Oh yes. Sijui ni kwa nani ama ni saa ngapi, lakini usiku wa leo kuna kitu kinaenda kutendeka. Hallelujah. Unajua juzi tulikuwa tunasherekea Easter, walipomuua Yesu wakadhani wameshinda, kumbe hawakuelewa Yesu. Yes. Kuna watu wanakaka na kwamba waelewi hii. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake injili inasonga. Kwa sababu ya muda, mniruhusu nilete mtumishi wa Mungu Reverend Don Mandell. Let us celebrate. Wahambanati, wahambanati, siyaponga. Tene, wahambanati, wahambanati. As the servant of God, wahambanati, siyaponga. Wahambanati, 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 siyaponga. Leta rege. Wahambanati, 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 siyabonga, siyabonga Yesu, siyabonga bonyama Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga, siyabonga, siyabonga Yesu, sema kwa sauti, siyabonga bonyama Yesu, siyabonga Yesu. Siyabonga, siyabonga, siyabonga Yesu, siyabonga onyama Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga. Tembea nasi, oh tembea nasi, oh tembea nasi, ni asante. Sema, tembea nasi, oh tembea nasi, oh tembea nasi, ni asante. Sema, tembea, tembea nasi, oh tembea nasi, oh tembea nasi, ni asante, ni asante, ni asante Yesu, ni asante Yesu Mungu, ni asante Yesu, ni asante, ni asante, ni asante Yesu. Sema ni asante, ni asante Simba wa Yuda, ni asante Yesu, ni asante, ni asante, ni asante Yesu, ni asante Simba wa Yuda, ni asante Yesu, ni asante.
ya Yesu. Hallelujah. Oh, come on, let's give God a praise. Patia Bwana sifa nzuri. Asante Yesu. Ni asante Yesu. Ni asante Simba wa Yuda. Ni asante Yesu. Ni asante. Ni asante. Ni asante Yesu. Ni asante Yesu. Ni asante Simba wa Yuda. Ni asante. Ni asante. Ni asante Yesu. Ni asante Simba wa Yuda. Ni asante Yesu. Ni asante. Ni asante. Ni asante Simba wa Yuda. Ni asante Yesu. Ni asante. Ni asante. Ni asante Simba wa Yuda. Ni asante Yesu. Ni asante. Ni asante Yesu. Ni asante Simba wa Yuda. Ni asante Yesu. Ni asante. Ni asante Yesu. Ni asante Simba wa Yuda. Ni asante Yesu. Ni asante. Ni asante Yesu. Ni asante Simba wa Yuda. Ni asante Yesu. Ni asante. Hallelujah. Let's give him a praise. Patia Bwana sifa za makofi. Glory. There were the 7 seals Mihuri saba that were going to tell us the whole destiny of this planet we're on. ambao wangekuja kutuambia hatima ya ulimwengu huu. No one could open those. Hakuna mtu angefungua ile And then it says, behold, basi ikasema angalieni basi the Lion of Judah. simba wa kabila ya Yuda He has been able to open. ameweza kufungua ile. Oh, Ni asante Yesu. Ni asante simba wa Yuda. Ni asante Yesu. Ni asante. he was able to open the seal. Aliweza kufungua muhuri ule. He was worthy. Aliweza. No one was found worthy to open Hakuna the mtu seal. ambaye angeweza kufungua. And tonight, Na usiku wa leo here in KISII, hapa KISII and we are coming tumekuja from Keumbu. hapa Keumbu. Keumbu. We are coming from Keumbu. Tumetoka Keumbu. I'm actually coming from California. Yeye ametoka California. Keumbu. Hapa Keumbu. We are opening a great crusade. Tunafungua kongamano kubwa. For KISII, Hapa KISII we are going to be experiencing the presence of Almighty God. tunaenda kushiriki na kuona ukuu wa Mungu. And I believe God will do many miracles on these grounds. Ninaamini Mungu anaenda kufanya miujiza mingi katika ardhi hii. Because I can feel the faith of God here. Kwa sababu nasikia imani ya Mungu hapa. Hallelujah. Hallelujah. Tonight, Usiku wa leo we were going to take a moment now and pray. tutachukua muda kuomba. Heavenly Father, Baba yetu wa mbinguni, you have come to visit, umekuja kutembelea, to display yourself, kujionyesha mwenyewe, to manifest yourself, kujidhihirisha mwenyewe, and to reach into the lives of these people. na ukafikie maisha ya watu hawa. They have questions. Wako na maswali, They have needs. wako na mahitaji, And you know even how many hairs they have na on their head. unajua hesabu ya nywele ya vichwa vyao. When you come to visit a place, Unapokuja kutembelea it mahali, is because you are bringing a breakthrough. ni kwa sababu unaleta upenyo, It is because you want to bring the blessing. ni kwa sababu unataka kuleta
kuleta baraka. And it is also because Na pia ni kwa sababu your word says neno lako linasema in 1 John 3:8, Yohana wa kwanza 3:8, for this purpose kwa sababu hii the Son of God was made manifest, mwana wa Mungu alidhihirishwa that he might destroy ili aweze kuvunja the works of the devil. kazi ya shetani. And we are going to see that tonight. Na pia tunaenda kuona hiyo usiku wa leo. We draw near to you now. Tunasongea kwako We sasa. praise you and thank you. Tunakushukuru tukisema asante. There were challenges, Kulikuwa na but you changamoto, have overcome every one of these challenges. lakini Bwana umeshinda hizi changamoto zote. You have your plan. Uko na mpango wako. This is not the work of a man. Hii si kazi ya mwanadamu, It's the work of the Holy Spirit. ni kazi ya Roho Now, Mtakatifu. right now, as you stretch forth your hand, Na sasa hivi unavyonyosha mkono wako touch each person na kuguza kila mtu hapa at the point of their need. katika hitaji lao. If their need is salvation, Kama hitaji lao ni wokovu, if their need is physical healing, kama mahitaji yao ni if kuponyaji wa their need mwili, is deliverance kama mahitaji yao ni ukombozi from Satan's power, kutoka kwa nguvu za if shetani, it is direction kama ni kuonyeshwa njia that you know how to guide them in their ambao life, unajua Bwana jinsi ya kuongoza, we now open our hearts. tunafungua mioyo I yetu. said we open our hearts. Tunasema tunafungua mioyo We yetu, open our hearts tunafungua mioyo and we yetu receive na your blessing. tunapokea baraka We zako, receive your power. tunapokea nguvu zako And we receive your victory. na tunapokea ushindi wako. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, shangilia Bwana, Hallelujah. haleluya, haleluya. Glory. Thank you, Lord. Asante Bwana. While we bow our heads for just another moment, Vitu vyetu kwa muda sasa, and as more people are arriving, na kuna watu wengi wanaendelea kusongea because the praises of God have drawn them, kwa sababu sifa za Mungu zimewavuta. we have bowed our heads. Tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, We are kila not mmoja looking at each other. hatuangalii mwingine kwenda kwa mwingine. If you are sure Kama uko na uhakika, that if you were to die today, kama ungalikufa leo, you are positive uko na uhakika kabisa that you would go to be with Jesus kwamba utaenda kuwa pamoja na Yesu into his beautiful kingdom, katika ufalme wake mzuri, where there will be no death, bali hakutakuwa na kifo, nor crying, hakuna kuomboleza, nor any pain. hakuna uchungu. If you are sure, Kama uko na uhakika, while your head is bowed, vichwa vyote vikiwa vimeinamishwa, we are not here to look at other people. hatuko hapa kuangalia watu wengine, We're not here to copy other people. hatuko hapa kufuata kile mwingine anafanya. We're here to deal with Almighty Tuko God. hapa kushiriki na Mungu. If you are sure, Kama uko na uhakika, and I'll tell you that I am sure, nitakwambia mimi niko na uhakika, I am sure niko na uhakika that if I walked across that street kama ningelivuka barabara hii and a car was to hit me, na gari pengine nigonge, that my physical body na mwili wangu huu could die, ungelikufa, but my spirit, lakini roho yangu, my soul, nafsi yangu, my spiritual body, mwili wangu wa I kiroho would rise. I ningalifufuka, would be escorted by the angels. ningeongozwa na malaika. Why? Kwa nini? Because I've led a perfect life? Kwa sababu niliishi maisha mazuri? No. Hapana. Because I am some special person? Kwa sababu ni mtu spesheli? No. Hapana. Because of a substance Kwa sababu ya kitu called the blood of Jesus ambacho Christ chaitwa damu ya Yesu that Kristo, was taken before God, ambayo ilichukuliwa mbele ya Mungu and all my sins were laid out. na dhambi zangu zikawekwa But pale, I repented of those sins. na nikatubu dhambi hizo, I gave my life to Jesus. nikapeana maisha yangu kwa Yesu. That amazing, miraculous substance, Hiyo sehemu ya the miujiza blood of Jesus, kwa damu ya Yesu washed that sin away. ikaosha hiyo dhambi mbali. If you also, Kama wewe pia like me, kama mimi you are sure uko na uhakika that if you were to die kama ungalikufa today, leo you would go to be with Jesus, tenda kuwa na Yesu, I want you to raise your hand. nataka uine mkono wako juu. If you are sure, Kama uko na uhakika, I want you to raise your hand, nataka uine mkono wako juu, because this shows me kwa sababu inanyonyesha that the body of Christ is here. ya kwamba mwili wa Kristo uko hapa. And the Bible says one will chase 1,000, Na Biblia inasema mmoja atafukuza 1000, two will chase 10,000. wawili
10 ya maelfu. So that's good to see. We are Hiyo ni bora kuona mwana watu wengi mostly believers in Christ. waumini kwa Kristo Yesu. Okay, well we're going to have some of the word. Tutakuwa na sehemu ya neno. And then we're going to have some prayer. Tutakuwa pia na maombi. Then the power of God is going to hit this place. Na nguvu za Mungu zitashuka hapa. But what we're going to talk about just for a little while. Lakini kile tutazungumzia kwa muda sasa. Okay, you may look up now. We're all Unaweza tuangalia sasa. I think you understand. Ninajua mnaamini. Mnaelewa. If very few of you rose your hand, wachache wenu wangaliinua mikono, then I would want to concentrate basi ningefuatilia on talking to you as unsaved, mostly unsaved people. kuzungumzia watu wengi ambao hawajaokoka. But I'm going to be talking to you now as a mixture. Nitazungumza nanyi kwa sababu mmechangamana. Most of you are walking with Christ. Wengi wenu mnatembea na Kristo. You are sure mko na uhakika that if you were to die, kama mngalikufa, that sacrifice of Jesus, hiyo dhabihu ya Yesu, that blood of Jesus, hiyo damu ya Yesu is upon you. iko juu yako. Are you happy about that? Unafurahia hiyo? Shangilia kama unafurahia. You don't seem happy. Muonekani kama I'm tumefurahia. going to go back to California. Naenda kurudi California. You don't seem very happy. Muonekani wenye Are kufurahia you hiyo. happy tonight? Wangapi wako na furaha? Are you happy Wangapi wako na furaha that your sins are ya forgiven? kwamba dhambi zako zimesamehewa? Now we're going to take just a little moment Tunaenda kuchukua muda sasa, because we believe that there is a spiritual destiny for KISII. kwa sababu tunaelewa kuna hatima ya kiroho kwa ajili ya KISII, And also for Keumbu. kwa ajili pia ya Keumbu. Keumbu. Haleluya! Ni wawili wameelewa hiyo. Pigia Yesu makofi. A lot of you think it's just a small village. Wengine wenu mnafikiria hii kijiji kidogo. Let me tell you that Nazareth Acha niwaambie, Nazareti was a small village, ilikuwa ni kijiji kidogo, but it became a place of miracles. lakini kawa ni sehemu ya muujiza. It was the first place Ilikuwa ni sehemu ya kwanza where demons were regularly cast out of people. mahali ambapo mapepo yalikemewa Do kutoka you kwa watu. understand what I'm saying? Mnaelewa kile tunazungumzia? I don't think you do. Sijui kama mnaelewa. Before Jesus came to Nazareth, Kabla Yesu kuja Nazareti, the way that God had to deal njia ambayo Mungu alikuwa anatumia kushughulika with demonic things na mapepo was they killed the people. kama wangaliua watu. The demons came into the people, Mapepo yangaliingia watu and their actions got so evil. na matendo yao yakawa maovu zaidi. One time in the days of Noah, Mara kwanza wakati wa Nuhu, God drowned the world. Mungu aliwazamisha wote kwa maji. Once in the time of Sodom and Gomorrah, Wakati wa Sodoma na Gomora, God sent fire from heaven. Mungu akaachia moto kutoka You mbinguni. understand what I'm saying? Naelewa kile tunazungumzia. That was God. God is love. Mungu ni pendo. God did not enjoy doing these things. Mungu hakufurahia kufanya mambo haya, But the evil got so terrible. lakini yale maovu yakaongezeka What zaidi. people were doing in their family, Kile watu walikuwa wanafanya katika jamii zao, what people were doing in their lives. kile watu walikuwa wanafanya katika maisha yao. The Bible says that God looked down, Biblia inasema Mungu akaangalia and chini the whole earth was full of violence. na ulimwengu wote ulikuwa umejaa maharibifu. And he was sorry that he had made man upon the earth. Akajuta kumuumba mtu katika ulimwengu. So the judgment came and destroyed. Kwa hivyo hukumu ikaja na ikaharibu, It destroyed Sodom and Gomorrah. ikaangamiza Sodoma na Gomora. Number of times. Mara mingi sana The Amorite kingdom Waamori was destroyed. ilikuwa inaharibiwa ufalme huo, But then lakini pia Jesus Christ, Yesu Kristo born of a virgin, akiwa amezaliwa na bikira, born under the law, akiwa amezaliwa chini ya sheria, fulfilled the law. akitimiza zile sheria. God said, Mungu akasema, "This is my beloved son, huyu ni mwanangu mpendwa, in whom I am well pleased." nimependezwa And naye. we show him that we are well Hebu pleased. tupigie makofi. We are well pleased. Sisi pia tumependezwa We naye. are well pleased. Sisi pia tumependezwa naye. And now, Na sasa instead of having to
judge the whole place. badala ya kuhukumu sehemu yote, Like when they destroyed the Amorites, kama vile walivyowamaliza Waamori, they destroyed the Canaanites, wakaua Wakanani, they destroyed the Perizzites. wakaua Waperesi. Jesus Yesu and his disciples na wanafunzi wake walked in, wakatembea, wakaingia, and then they confronted the power of darkness wakakutana na nguvu za giza directly. uso kwa uso. They didn't have to destroy. Hawakuwa naweza kuangamiza. Jesus said he has come to save, Yesu akasema amekuja to kuokoa, seek and to save. kutafuta na kuokoa. And Nazareth Na Nazareti was just like a village. ilikuwa kama It kijiji, was like a nothing. ilikuwa kama si kitu, It became a great place of deliverance. ikakuwa ni sehemu nzuri zaidi ya Many of ukombozi. you raised your hand Wengi wenu waliinua mikono that you're sure that ya, Jesus. ya kwamba mko na uhakika na Yesu. Are you ready Je, mko tayari for KISII kwa ajili ya to KISII become a great place of deliverance? ikawe sehemu kubwa ya ukombozi? Are you ready Mko tayari for people to say ili watu waseme you're troubled shida, mmehangaika by the power of darkness? na nguvu za You giza, need to come with me nahitaji kuja nami, to Keumbu. mkuje nami Keumbu, You need to come with me kuja nami, to KISII. kuja nami KISII. There are people there Kuna watu that pale are full of the Holy Spirit wamejazwa Roho Mtakatifu, that they will destroy. ya kwamba wataharibu. Even if people have dedicated you when you were little, Hata kama watu walikuweka wakfu ukiwa mdogo, even if before you were born hata kabla hujazaliwa things were said over your vitu life, zilisemwa juu ya maisha yako, those are ready to be broken. hizo ziko tayari How many of you kuvunjwa. believe it? Wangapi mnaamini hiyo? Where did witchcraft come from? Uchawi ulitoka wapi? In the beginning, Hapo mwanzo, Adam and Eve, Adamu na Hawa, our first parents, wazazi wetu wa they kwanza, lived in a very beautiful place. waliishi mahali pazuri. Apostle, what were they wearing? Walikuwa navaa nini? Walikuwa free. What were they wearing originally, Adam and Eve? They were empty. He's trying to be very refined. He's trying to be very polite. Anataka kuwa mnyenyekevu tu. What were they wearing? Nothing. Okay, now, Sasa I personally believe mimi ninaamini maybe they weren't wearing any clothing as we know it, huenda ikawa wako navaa nguo vile tunajua, but the Bible says that God is light, ya kwamba Biblia inasema Mungu ni and in mwanga him is no darkness na at kwake all. hakuna giza. And so, because they were in the image of Kwa God, sababu walikuwa kwa mfano wa Mungu, I believe they had a kind of clothing walikuwa wamefunikwa na nguo which the glory of that light, ambayo ilikuwa ni utukufu wa the mwanga wa Mungu. glory of that light. You Utukufu wa understand what mwanga I'm wa saying? Mungu. Unaelewa kile tunasema? They were not just walking around Hawakuwa wanatembea with nothing on. wakiwa hajavaa kitu. They were clothed with light Wal- from heaven. Walikuwa wamevishwa mwanga kutoka mbinguni. They didn't need to kill animals and make coats. Hawakuhitaji kuua wanyama ndio wavae They nguo. had the glory of God. Walikuwa na utukufu wa Mungu, And that glory, na utukufu huo they lost it. waliupoteza, And that's when they hid from God. na hapo sasa wakajificha That's mbali na when they Mungu, said, oh my goodness. wakasema haya, And the shame came na aibu ikaingia, because they had believed the lies of the devil. kwa sababu waliamini uongo wa shetani. But so then they became very much in the flesh. Kwa hivyo wakawa kabisa katika mwili. Can we say that together? The flesh. Sema mwili, Mwili? mwili, Mwili. mwili, Mwili. mwili. That means that from being the image of God, Inamaanisha kutoka kwa mfano wa Mungu they became almost like an animal. wakakuja kawa kama wanyama, Just animal desires. kama tabia za wanyama, They lost that light. wakapoteza huo mwanga. The Bible says the works of the flesh are manifest. Biblia inasema ishara za mwili zinadhihirika. Galatians 5 it says Wagalatia 5 inasema adultery, uasherati. fornication. I'm giving the gifts of the works of the flesh. Uasherati, You know adultery, usinzi, fornication, usherati, uncleanness, uchafu, then idolatry kisha kuabudu wa sanamu and witchcraft. na uchawi.
You see, in the beginning, Unaona pale mwanzo the voice of the Lord came down from heaven. sauti ya Mungu ikatoka mbinguni. The voice of the Lord Sauti ya Mungu in the cool of the day. wakati wa mchana hivi. And miracles were happening all the Na time. miujiza iko inatendeka They kila didn't have wakati. to dig the earth and sweat. Hawakuwa wanachimba shamba akitoa jasho. Woman Mwanamke was not going to give birth angelijifungua with so much pain. kwa uchungu. And even some women dying in childbirth. Saa zingine wanawake wengi wanakufa wakijifungua. Rachel, the wife of Jacob, Rachel mke wa Yakobo, she died in childbirth. alikufa akijifungua. That was not God's plan. Hiyo haikuwa in the beginning. mpango wa Mungu. But what happened Lakini nini was they kilitendeka? lost that glory. Walipoteza And utukufu then they ule, became fleshly. wakawa wa mwili sasa, And the works of the flesh, na kazi ya mwili adultery, ni usherati, fornication, usinzi, uncleanness, uchafu, idolatry, uabudu wa sanamu, witchcraft, uchawi, hatred. chuki. So these things came in. Vitu hivi vikaingia, And then the idolatry na uabudu wa sanamu and the na witchcraft. uchawi. We're going to take just a few moments Tunaenda kuchukua muda mchache sasa, because we want KISII to be a center kwa of deliverance. sababu tunataka KISII ikawe kituo cha We ukombozi. want the power of God Tunataka nguvu za to be Mungu manifested here. zikadhihirike How hapa. many of you agree with me? Wangapi wanakubaliana nasi sasa? Oh no, they just want it to be known for sugarcane. Wanataka watambuliwe tu na miwa, They don't want it to be known for deliverance. hawataki watambuliwe na ukombozi. God has destined Mungu ameweka hatima, KISII KISII to be a place of spiritual power, ikawe sehemu ya nguvu ya kiroho, where Jesus Christ is not just a religion, mahali ambapo Kristo si dini tu, but people are truly set free. lakini watu wanawekwa huru. So we're going to take just a moment Tunaenda kuchukua muda sasa to look at some of the witch doctors of the Bible, tukitazama wachawi wa Biblia. and then we're going to have a special time of prayer. Basi pia tutakuwa na kipindi cha God is maombi. going to touch people. Mungu anaenda kugusa watu. Some of you who are not sure, Wengine wenu wale hamna uhakika, you're not sure hamna uhakika that you would go to heaven. ya kwamba ungalienda mbinguni. God is going to do that work in your life. Mungu anaenda kufanya hiyo kazi katika maisha The yako. greatest miracle in all the world Muujiza mkubwa ulimwenguni kote is salvation. ni wokovu. The first witch doctors in the Bible. Chawi wa kwanza katika Biblia, Pharaoh had a dream, Farao akawa na ndoto, and those witch doctors could not help him understand his dream. na wachawi hawakuweza kupambanua ndoto ile. But Joseph, Lakini Yusufu who had been in prison, ambaye alikuwa gerezani falsely accused, akiwa ameshtakiwa na uongo, he was brought up, alitolewa pale and he translated and interpreted the dream. na akapambanua ile ndoto. People of God, Watu wa Mungu, not just important people of si God. kwamba ni watu muhimu wa Mungu. If you draw near to Jesus, Ukisongea Yesu, you are more powerful than any witch wewe ni doctor, mwenye nguvu kuliko mchawi, because you have the Son of kwa God living sababu in you. uko na mwana wa Mungu akiwa ndani yako. This witch doctor could not tell Pharaoh Hawa wachawi what wangekuwa his dream meant. ile ndoto inamaanisha But nini. Joseph Lakini Was a Yusufu man of ni God. mtu wa Mungu. His boss's wife Mke wa tajiri yake had tried to seduce him, alijaribu and he kumtongoza, had refused. akakataa, He said, I will not sin against akasema God. sitamfanyia Mungu And dhambi. so later he ended up Baadaye mwisho alimalizia being the prime minister of Egypt. akiwa waziri mkuu wa Hallelujah. Misri. Hallelujah. 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 I'm not going to ask you to raise your hand, Sitaki kwenda kuambia mwinue mikono yenu but I sasa. know there are people here Lakini najua kuna watu hapa who have been attacked ambao wameguswa by witchcraft. na mambo ya kichawi, I know there are also people na here najua kuna watu hapa that maybe they got frustrated in their lives, wende ikawa walivunjika moyo katika maisha and so yao, they wanted something special to happen, wakatamani kitu special and kitendeke, so they went and participated wakaenda wakashiriki in witchcraft. na mambo ya kiganga na They kichawi, gave some money to someone wakapeana pesa kwa so mtu that something would be said. ili kitu kisemwe juu yao. Tonight we are going to completely break that power. Usiku wa leo tunaenda kuvunja hiyo Tonight nguvu. we are going to completely break that Usiku wa power. leo tunaenda kuvunja Hallelujah. nguvu. Hallelujah.
The next two witch doctors, hao wachawi wengine wawili, when Moses went before Pharaoh, Musa alipoenda mbele ya Farao, he was showing that God was the true God. alikuwa anaonyesha Mungu ni Mungu wa kweli. He changed water to blood. Akageuza maji kuwa damu. But these two witch doctors, hata hao wachawi wengine wawili, Jans and Jambres, Jans na Jambas, they did the same thing. wakafanya vile vile. And then Moses brought forth frogs. Musa akaleta chura, So the land was covered with frogs. nchi mzima ikawa imejaa vyura. And these two witch doctors did the same Na hao thing. wachawi wawili pia wakafanya vile. But then Moses brought forth lice Baadaye Musa akaleta as chawa, a punishment on Egypt. yakaweka ghadhabu kwa And Wamisri, they said na wakasema to Pharaoh, kwa Farao, we cannot do this. hatuwezi fanya hii. Do you understand what I'm saying? Mnaelewa kile Do you tunazungumzia? understand? Mnaelewa? They reached a point Walifika where mahali they could not do what the man of God could do, hawangaliweza kufanya kile ambacho mtu wa Mungu alifanya, or what the woman of God could do. ama kile mwanamke wa Mungu Now I want you alifanya. to listen to me carefully. Nataka mnisikize sasa. What they said, Kile walisema, this is the finger of God. hii ni kidole cha Mungu. The finger of God. Kidole cha Mungu. I want you to hold up your finger. Nataka uine kidole chako namna And hii. if you are one of the people Na kama wewe ni mmoja wa watu that wale raised your hand, ambao mliinua that you mikono know that you are going to heaven, na unajua kwamba utaenda mbinguni, your finger kidole chako can be used of God kinaweza tumiwa na Mungu as the finger of God. kama kidole cha Mungu, As the finger of kama God. kidole cha Mungu. Jesus later said, Yesu baadaye akasema, if I, kama mimi with the finger of kwa God, kidole cha Mungu cast out the demons, ningelaani mapepo, you know the kingdom of God has come to you. kujua kwamba ufalme wa Mungu umekuja kwenu. There was another man Kulikuwa na mtu mwingine named Balaam. alikuwa anaitwa He Balaamu, was a great witch doctor. alikuwa ni mganga And mashuhuri, they brought him a lot of money. wakamletea pesa mingi, And they said, we want you to curse the people of Israel. wakamwambia tunataka ulaani watu wa Israeli. God told him, don't do it. Mungu akamwambia usijaribu, But he insisted. akajaribu, He wanted that money. alitaka ile pesa, And so he opened his mouth akafungua kinywa and he chake, tried to curse Israel. akajaribu kulaani Israeli, But God forced him lakini Mungu to akamlazimisha bless Israel. kubariki Israeli. God forced him Mungu to alimlazimisha say that none is like Israel. kusema hakuna kama Who Israeli. can count the dust of Israel? Nani anaweza hesabu mchanga wa Israeli? Let me die the death of the righteous, Wacha nikufe kifo cha and let me watakatifu, be like him. wacha nikufe kama So yeye. this king got so Kwa hivyo angry. huyo mfalme akakasirika, He said, I've given you money akasema nimepea pesa to curse Israel, kulaani Israeli and you have blessed them. na umewabariki. How many of you are ready? Wangapi wenu mko tayari Hold sasa? up your finger. Inua kidole chako juu. How many of you are ready Wangapi wenu wako tayari that when the devil tries to send a curse, ya kwamba shetani anapotuma when he laana, tries to send witchcraft anapotuma uchawi against you, kinyume chako, that God forces him Mungu to atamlazimisha turn it into a blessing? kugeuza kuwa baraka. How many of you want that Wangapi blessing? wanataka hiyo baraka? How many of you want that Wangapi blessing? wanataka hiyo baraka? Hallelujah. Kama unataka baraka. Hallelujah. Hallelujah. Don't just say hallelujah. Usiseme tu I hallelujah. want to know what blessing. Nataka kujua ni baraka ipi I unataka. want to know what blessing Nataka kujua ni baraka ipi you need in your family, unahitaji kwa familia yako. that you need in your personal Unahitaji life, nini kwa maisha yako? that you need in your Unahitaji relationship, nini kwa mahusiano that you yako? need in your finances, Unahitaji nini kwa rasilimali? that you need in your vision Unahitaji nini katika for maono yako? God's purpose for your Kwa life. makusudio ya Mungu kwa We're maisha just going yako. to look at a couple of more witch Tunaenda doctors. kuangalia wachawi wengine zaidi. When Jesus started casting out devils, Yesu alipoanza kukemea mapepo, one of his close followers, mwanafunzi wake wa named karibu Paul, anaitwa Paulo, started casting out pia devils. akaanza kukemea mapepo. So there were these 7 brothers, Kulikuwa na mandugu wa and saba, they said, we want to make money. wakasema tunataka kutengeneza Now, how many pesa. of you know Wangapi wenu mnajua the casting out of devils kwamba kukemea is mapepo not a commercial thing? si kitu ya ujumla, It is not something that is done with money. si kitu ambacho It kinafanywa na is
done with the power of God. inafanywa na nguvu za It Mungu. comes from the cross of Jesus Christ. Inatoka kwa msalaba wa Yesu Kristo. It goes into your life Inaingia kwa maisha yako. and it looks at what happened to your family. Inaangalia kile ambacho kilitendeka katika Maybe you had a great grandfather Pengine ulikuwa na babu ya babu yako who had cancer, ambaye alikuwa na and saratani. maybe that went and you have someone else in your family. Pengine kulikuwa na mtu But katika jamii this yako. cuts it off completely. Inakata This kabisa. breaks the power of those curses, Inafunja nguvu za and this laana. releases upon you Inaachilia juu a yako whole brand new life. maisha mapya. Hallelujah. 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 So Kwa hivyo, these 7 men, hao vijana 7 I want to say they're evil men. nataka kusema ni watu waovu. They're really stupid men, Walikuwa wajinga sana. foolish men. Watu wajinga sana. They thought, Walifikiria we will say, tutasema we'll go up to someone who's demon possessed. tende kwa mtu aliyepagawa na We'll mapepo. get money from their family. Tutachukua pesa kutoka kwa We'll familia get their yao. family to give us a big offering. Na kufanya jamii zao tupatie sadaka And kubwa. then we will say, Kisha tutasema we charge you tunawaamuru by this Jesus na huyu Yesu whom Paul preaches ambaye Paulo anamhubiri to come out. mkatoke. And they tried that. Walijaribu hivyo, But what happened was, lakini nini kilitendeka? the man said, Mtu akasema Jesus I know, Yesu tunamjua, Paul I know, Paulo tunamjua, but who are you? nyinyi ni kina nani? And beat them and Ikawapiga, tore off their clothes. ikawarudia, All 7 of them What is began that? running away akaanza kutoroka naked, uchi, and they had no light covering them. hawakuwa na mwangaza ukiwafunika. Hallelujah. Haleluya! You can't trick God. Huwezi kuwa mjanja kwa Mungu, You can't play a game with God. huwezi fanya mchezo na Mungu. These 7 sons of Sceva Hao vijana wa 7 wa Skefa were in shame walikuwa kwa because aibu they didn't know the living kwa God. sababu hakumjua They Mungu aliye just hai. wanted to use his name. Walitaka tu kutumia They jina wanted lake. to really do witchcraft Walitaka kufanya uchawi in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. And so God did not bless them. Mungu hakuwabariki. God did not tolerate it. Mungu hakuchukulia God rejected their sacrifice. Mungu akakataa sadaka zao. Can I tell you 2 more witch doctors? Niwaambie waganga wengine wawili Quickly, are you there? kwa haraka. Mko hapo? Are you there? Inua mkono kama mko hapo. Or did you go buy Hebu inua mahindi mikono tuone, choma? ama mmeenda kukula mahindi choma, Did you go buy over there to buy mahindi choma? ama mmeenda kununua mahindi choma. Are you still here? Mko hapa? Hebu inua mkono kama mko 2 hapa. more witch doctors. Haya, tuangalie waganga wengine wawili. One was named Elymas. Mwingine alikuwa anaitwa Elimas. When Paul was preaching the Wakati gospel, Paulo alikuwa anahubiri injili, he tried to tell the man, don't listen to the alijaribu kuambia gospel. watu msimsikize. Now, do not do this, okay? Msifanye hii, sawa? Apostle, please don't do this. Sitafanya. I'll not do I it. don't think you'll want to do this. Sitaki mfanye hivi. But this is what Paul did. Lakini hii ndio Paulo alifanya. Paul looked at that man. Angalia yule mtu. Do you understand what I'm saying? Elewa kile tunazungumzia sasa. Paul is telling this man about Jesus. Paulo anaambia huyu mtu kuhusu Yesu. The witch doctor is coming in. Yule mganga anakuja. He's saying, don't listen. Anamwambia usisikize. Paul says to the witch Paulo doctor, anaambia yule mganga, oh, you full of all mischief wewe ambaye umejawa mambo maovu, and you subtlety, you child of the devil, wewe mwana wa shetani, an enemy of all righteousness. adui ya utakatifu. When will you stop perverting the right ways of the Ni Lord? lini utaacha kukikairi njia And ya now the Mungu? hand of the Lord is upon you, Sasa mkono wa Mungu uko and juu you are yako, going to be blind, na utakuwa kipofu, not able to see hautaweza kuona for a season. kwa miaka minne. Apostle, please don't do this. Nisifanye hivyo. So this man Sasa mtu huyu needed someone to help lead him away. alihitaji mtu amshike mkono wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You don't want to play games with God. Hauhitaji kufanya mchezo na Mungu. Can I tell you one more witch doctor? Niwaambie mganga mwingine wa mwisho. Can I tell you one more witch doctor? Niwaambie mganga mwingine wa What mwisho. about over here? You people over here. Hapa watu hapa waongei. Can I tell you one more? Niwaambie mmoja zaidi. Over here, what have they got? Avocados? Hapa kuna avocado. What have they got? Avocado. They're making me hungry. Wanafanya tunasikia njaa. One more witch doctor. Mganga mwingine mmoja wa mwisho. Listen to me. Sikiza.
Philip went down to Samaria and preached Christ. Filipo akaenda Samaria kuhubiri And Kristo. they saw the blind see, Na wakaona vipofu the wakiona. deaf hear, Viziwi the wakisikia. lame started to walk. Viwete And wakitembea. there was great joy in that city. Na kukawa na furaha kubwa katika mji And ule. there was a witch Na doctor. kulikuwa na mganga. His name was Simon the sorcerer. Jina lake aliitwa Simeoni mganga. And he said, Na akasema, first he believed. mwanzo aliamini. He knew he was a sinner. Alijua ni mwenye And dhambi. he had to say, God, Na alisema I'm alihitaji kusema, sorry Mungu, for my sins. ninaomba msamaha wa dhambi I zangu. want you to forgive me. Nataka unisamehe. I want you to take away my sins. Nataka uondoe dhambi I zangu. want you to give me eternal life. Naomba unipe uzima wa And he milele. became a believer. Na akawa mwamini. But how many of you know, Lakini wangapi wenu mnajua when we become a believer, wakati tunapokuwa waumini, all of our old life does not immediately go away maisha yetu sometimes. yale ya zamani hayatoki papo hapo. It should. Inahitaji kuwa The hivyo. blood of Jesus is there. Damu ya Yesu iko pale, But this man still lakini mtu huyu bado had some of his old nature. alikuwa na ile njia, tabia So zake za after he zamani. became a believer, Baada ya kuwa mwamini, he said to akasema Peter, kwa Petero, let me give you money wacha nikupatie and pesa you give me this ability na unipatie hii uwezo to pass the Holy Spirit ya kuachilia Roho and to Mtakatifu have these miracles. na kuwa na hii miujiza. Peter rebuked him Petero akamkemea, and he said, your money perish with you. akasema pesa zako ziangamie You na wewe. understand what I'm saying? Naelewa kile He tunasema. said your money perish with you Akasema pesa zako because ziangamie na you wewe, thought the gift of kwa God sababu ulifikia kipawa cha could be Mungu purchased with money. inaweza nunuliwa na pesa. He said you have nothing to do with this. Akasema hauna kitu na kufanya na hii. Repent of your wickedness, Tubu makosa yako, that the thought of your heart ili mahitaji ya moyo wako could be forgiven you. Mungu akakusamehe. Now I want to tell you, Nataka kuambia this man mtu huyu did the right thing. alifanya kitu kizuri. He said, Alisema, pray to the Lord for me, niombee Mungu that none of these things would happen to me. ya kwamba vitu hivi visifike. Do you understand me? Mnatuelewa? He accepted the rebuke. Alikubali kukemewa. He said he tried to buy the gift of God, Alijaribu kununua kipawa cha Mungu. but God, through his servant Peter, Mungu kupitia kwa mtumishi wake Petero akamkemea. now he could have gotten angry, Angelikasirika, but he accepted it. lakini alikubali. And I believe he became a good man of Na God. ninaamini ya kwamba kama mtu mzuri And I wa Mungu. believe there are witch doctors Ninaamini pia kuna who are waganga going to turn to God, ambao wataenda kugeukia like Mungu the Apostle Paul. kama mtume Paulo. They are going to repent of their Wataenda sins, kutubu dhambi zao. and some of them are going to become mighty servants of Na God. wengine wao watakuwa watumishi wa Mungu. How many of you wenye nguvu. believe that with me? Wangapi wanaamini pamoja nami leo? How many of you believe Wangapi wanaamini that God can take a witch doctor ya kwamba Mungu anaweza badilisha and mganga turn him na akamgeuze into a servant of kuwa God? mtumishi wa Mungu? Hallelujah. 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 I'm going to ask you to come closer Naenda because kuomba we're a sasa small msonge group karibu. tonight. Those of you that are out here, Wale mko please kule, songeni hapa come karibu. closer. Don't be shy. Songeni hapa kwa hii Don't mwangaza. be afraid. Songeni I hapa. want you to come Hapa closer hapa hapa kwa hii because we're mwangaza. going to have some prayer. Tunaenda kuomba usiku wa Thank you, leo. Jesus. Asante Yesu. God wants you to have Mungu anataka upokee the blessing baraka of heaven. ya kibingu. Yes, I know many Kenyans, Najua Wakenya wengi they want to leave Kenya. wanataka kutoka They Kenya. want a visa. Wanataka visa. They want a visa to leave the country. Wanataka visa watoke katika But this nchi. is a good land. Lakini hii ni nchi nzuri. This is a good Hii land. ni nchi nzuri. God wants to touch your life Mungu tonight. anataka kuguza maisha yako usiku wa God leo. wants to release his blessing. Mungu anataka kuachilia baraka God zake. wants to break the chains. Mungu anataka kuvunja God minyororo. wants to give you Mungu anataka kukupea a blessed future. baraka na hatima Hallelujah. nzuri. While we bow our heads, Tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu. there are so many sins Kuna dhambi nyingi that sana we have committed. ambazo tumetenda. But Jesus said, Lakini Yesu alisema, come unto me kujeni kwangu and I will give you life. nami nitawapatieni I uzima. am come that you might have life Nimekuja ili mpate and uzima life more na abundantly. mpate uzima teletele. I want you to, some of you tonight are suffering in your bodies. Wengine wenu mko na shida katika miili. You have a sickness in your body. Kuna maradhi katika mwili yenu. Even while I've been trying to talk to Wakati you, nilipokuwa nazungumza you've nanyi, been bothered by that sickness. umetatizwa na hiyo You've been magonjwa. bothered by the pain. Umetatizwa na hiyo It uchungu. might have a medical cause Iko na sababu ya or it might have a spiritual Huenda cause. ikawa na shida ya kiroho. Right now, Sasa hivi
while we bow our heads, tumeinamisha vichwa. I want you to raise your hand Nataka uinue mkono wako. if you want to be prayed for. Kama unahitaji If you kuombewa. want the power of Kama God unahitaji nguvu za to Mungu. touch your physical body, Ziguze mwili wako. to take that pain and that suffering away, Ikaondoe uchungu na I kuangaika. want you to receive, Nataka upokee. because Jesus didn't just shed his Kwa blood. sababu Yesu hakumwaga damu tu. His body was broken Mwili wake on the ulichipuliwa cross msalabani to make it possible ili wakuwezeshe for you to be healed from wewe your kupona sickness. kutoka kwa maradhi yako. Yes, come forward, my brother. Come Songa forward. songa, kama uko na shida, wewe ni My brother over there, mgonjwa, come forward. sogea My mbele kama brother uko na there, shida. please come forward. We're going to pray. Tunaenda We're going to kuomba. pray for Tunaenda you kuomba. right now. Sasa Hallelujah. hivi katika jina la Yesu. Don't be shy. Usione haya. Don't Kama wewe be- ni yes, our mgonjwa, brother. songea hapa mbele. Our brother here with the eye condition. Ule hapo na Please shida come ya up macho, here. kuja tu. Yes. Kuja. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. It's okay. You could play the organ. Cheza tu. Now, Sasa it says in the Bible, inasema katika Biblia, Luke chapter 15, Luka 15 verse 10, mstari wa 10. there is joy before the angels of God Kuna furaha mbele ya malaika wa when Mungu one person wakati mtu mmoja comes to Christ. anakuja kwa Kristo. One person Mtu mmoja says, I'm not looking at other people. nasema siangalii watu I don't wengine, care what other people are thinking. sijali na watu I wanafanya don't nini, care what other people are doing. sijali watu wengine wanafanya nini. I am not ashamed. Sina aibu, I know I'm a sinner. najua mimi ni mwenye dhambi, I know I've broken the law of God. najua nimevunja sheria ya Mungu, But I believe in the mercy of God. lakini naamini kwa neema ya I Mungu. believe that when he died, Naamini ya kwamba atakapokufa I was on his mind. nilikuwa kwa mawazo yake. I believe he bore my sins. Ninaamini alichukua dhambi zangu. I'm going to give you just a moment. Nenda kuwapatia muda sasa. But if you are not sure Kama una uhakika that if you were to die today, kama ungalikufa leo that you would go to heaven, kwamba utaenda mbinguni, this is a wonderful hii time. ni fursa We nzuri. just came out of Easter. Tumetoka And this is kusherehekea the Easter. time Hii ni muda when the Spirit of God is moving upon you wakati Roho wa Mungu like anatembea warm juu liquid fire. kama moto. God has come to touch your life. Mungu amekuja kugusa God maisha has a yako. plan for your life. Mungu ako na mpango kwa maisha yako. Everything that happened before Kila kitu ambacho kilitendeka does kitambo not have to hold you back. hahitaji kukushikilia. Jesus Christ Yesu Kristo is the same yesterday, today, and jana, forever. leo na hata milele. And Jesus Christ Na Yesu Kristo wants you to be part of His plan, anahitaji uwe sehemu ya His great mpango wake. end time plan. Mpango wake wa nyakati za mwisho. I'm going to give you just another moment. Naenda kuwapatia muda sasa. If you are not sure Kama una uhakika that you would go to heaven, ya kwamba ungalienda mbinguni, if you were to die today, kama ungalikufa leo, if you are not sure kwamba una uhakika you have this great connection ya kwamba uko na with the Lord Jesus na Yesu Kristo, to give you power, kupatia to nguvu, give you authority, kupatia mamlaka, to give you strength, kupatia nguvu and na to wewe erase na kuinua every na witchcraft, kuondoa kila every uchawi, spell, kila uchawi, every curse kila from laana off of your life. toka kwa maisha yako. Let us bow our heads one more time, Inamisha vichwa vyetu not kabla sasa. looking around at each other. Usiangalie mmoja kwa mwingine. If you die, Kama ungalikufa leo, your friend won't be there to help you. rafiki yako hawezi kuwa pale kukusaidia. If you need Jesus Kama unamhitaji to Yesu come into your soul, kuja katika maisha yako, take your hand chukua mkono wako and raise it high so that I can see it. Lift it up so that I can see it. kama unataka kuokoka, inua mkono wako juu. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hand up Inua so that I mkono can wako see juu it. ili tuweze We're kuona. going to give you another moment. Tena kupatia muda. Some of you are shy, Wengine wenu wana but many of you also are saved. lakini wengine wenu And mmeokoka. I don't want you to doubt. Na I sitaki don't want to uwe na make you tashwishi. doubt. Sitaki uwe na Could tashwishi. someone bring that brother there forward, Nisaidie please? huyu mwenye mino Yes, mkono come kuja. forward. You come forward with the Huyo beautiful pia red mwenye hat, kofia with the huyo. beautiful funky hat. Yeah. Huyo. Hallelujah. Kuja, Come hallelujah. forward. Sogea mbele. Now we're going to pray. We're going to pray a prayer. Naenda kuomba ombi. Please listen to me. Tafadhali nisikize. God made it very simple. Mungu alifanya ikawa rahisi. It says in Romans chapter 10, Inasema katika Warumi 10, if you confess with your mouth. kiri kwa kinywa chako. Thank you so much there, Reverend Dan Mungari, for all your help, all that you're doing. Thank you. The Bible says, Biblia inasema if you confess with your mouth kiri kwa kinywa chako the Lord Jesus. Yesu, Bwana Yesu. Now, why is that important? Kwa nini hii ni muhimu? Because it's like a great election. Hii ni kama kupiga kura. You're voting Unapiga kura
Satan wants your vote. Shetani anataka He wants you to vote for him. Anataka umpigie kura. He wants to offer you Anataka kukupatia changa, kupatia changa. unga, Akupatie bangi. bangi, Kupatie all bangi. kinds of garbage. Kila takataka yote. But God Lakini Mungu wants to offer you eternal life. anataka kupatia uzima. He wants to bless your Anataka children. kubariki watoto wako. He wants to make the marriages strong. Anataka kufanya ndoa yako iwe yenye. He wants to do miracles in your life. Anataka kufanya miujiza katika He maisha wants yako. to make your children, Anataka kufanya watoto wako according to Daniel 1:20, kulingana na Danieli 1:20 10 times wiser. mara 10 bora zaidi. He wants to get glory through your life. Anataka kukupatia utukufu. And so when we confess this to God, tunapokiri hii kwa Mungu, we are saying, tunasema we vote for Jesus. tunapiga kura kwa We ajili ya make Yesu. him our Lord. Tunamfanya kuwa Bwana We wetu. surrender to him. Tunajipeana kwake. It's an exciting moment Ni muda mzuri because sana. on the inside of Sababu you, kule ndani a mwako change takes place. mabadiliko yanatendeka. Old things are passed away. Kale If yanaondoka. anyone is in Christ, Kama mtu ako ndani ya they are a new creature. anakuwa kiumbe kipya. Old things are passed Mambo away. kale yamepita. All things have become new. Mambo yote yamekuwa mapya. And all things are of God. Na yote ni ya Mungu. And his promises Na ahadi zake are yes ni ndio and amen. na amina. Why do you think families have the problems they Kwa have? nini unafikiria familia ziko na shida ambazo ziko Because nazo? Jesus needs to truly be the head. Kwa sababu Yesu anahitaji kuwa Truly be the head of the family. kuwa kweli yeye ndio kiongozi wa And jamii. then we take our Na place. sisi tunachukua sehemu yetu. Now, I know I've heard the people of KISII, Nimejua kwamba na nimeelewa and you are not quiet people. nyinyi si watu wa You are kunyamaza. people that have a good loud voice. Nyinyi ni watu mko na sauti nzuri. You know how to speak up. Mnajua kuongea kwa sauti. I hear you in the marketplace. Nimesikia mkiwa I hear you out on the street. Nimesikia mkiwa barabara. So I don't want us to say, nah, 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 nah. Nataka mseme I want us to all say in good Kiswahili nataka tuseme wote kwa Kiswahili nzuri. after apostle. Baada ya mtume. I want us to repeat this together Nataka mrudie nyuma yangu. because we are coming to Kwa Jesus. sababu tunakuja kwa Yesu. Please repeat this with me. Tafadhali rudie nyuma yangu. Father God, Bwana Mungu. let's do a little bit louder than that. Jesus died out in public. Yesu alikufa waziwazi. They'd taken away his clothes. Walitoa nguo zake. They nailed him to a tree. Wakamweka kwa msalaba. They mocked him. Wakamkejeli. They said, if you're the Son of God, Wakasema kama wewe ni mwana wa if Mungu. you're the Son of Kama wewe God, ni mwana wa Mungu. he could have called for all the angels, Angewaita malaika wote. but he did not, Lakini hakufanya hivyo. because he wanted to save me. Kwa sababu alitaka He kuniokoa. wanted to save you. Alitaka kukuokoa. And not just when you die, Kwamba tu utakapokufa. coming into your life right now, Aingie katika maisha yako sasa. making a difference, Alete mabadiliko. giving you supernatural Akupatie divine nguvu za power. Mungu. Father God, Baba Mungu, I come to you ninakuja kwako in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. who I believe Ule ninaamini is your Son. ni mwanao. I believe he died for me Ninaamini alikufa kwa ajili yangu and rose again. na akafufuka tena. Jesus, Yesu, I know I'm a sinner. ninajua mimi ni mwenye dhambi. I know without you I'll be lost. Ninajua bila wewe nitapotea. Come into my heart. Kuja kwa moyo wangu. Wash me in your blood Nioshe kwa damu yako and give me everlasting life. na unipe uzima wa milele. I believe you died for me Ninaamini ulikufa kwa ajili yangu and rose again. na ukafufuka tena. Now I just want to pray. Heavenly Father, Baba yetu wa mbinguni, one of your promises ahadi zako is that if we are not ashamed of you, ni kwamba katusipokuwa your aibu men, mbele ya wanadamu, you will not be ashamed of us hautaaibika kwa ajili yetu before the Heavenly Father. mbele ya Baba yetu wa mbinguni. I believe you are confessing their names right Ninaamini now unakiri majina yao sasa before the Father mbele ya Baba and before the na angels. mbele ya malaika. There are needs that they have in Kuna their life, mahitaji wanahitaji and I katika maisha believe you yao, are bringing a blessing na naamini unaleta that they will baraka know is from you. ya kwamba watajua ni They kutoka will kwako. know Watajua that they have taken a great step towards ya you, kwamba wamechukua hatua nzuri wakielekea that kwako, they have brought
close. Wamesongea karibu. And now Na sasa your Holy Spirit is upon them. Roho wako Mtakatifu wako juu yao. Holy Spirit, Roho wako Mtakatifu. right now in the name of Jesus, Sasa hivi katika jina la Yesu. we pray for those Tunawaombea who wale wanted healing prayer. ambao kuna mahitaji ya uponyaji. Now I want you to take your hand Nataka uchukue mkono wako and sasa. put it on the place where you were suffering. Weka sehemu ambapo pana shida. This is from Mark chapter 16 Hii ni kutoka kwa Marko 16 and verse 18. na mstari wa 18. God is going to use your hand Mungu anaenda kutumia mikono as a yenu point of kama contact. sehemu ya uguzo. God uses points of Mungu contact. anatumia sehemu ya kuguza. Jesus had people take mud and put it on their eyes. Yesu alitumia matope na akaweka kwa macho yao. We're not doing that. Atende kufanya hiyo leo. But I want you to take your hand. Lakini nataka uchukue mkono wako You've been sasa. holding your hand up. Wewe ukomeinua mkono wako But now I juu. want you to take your hand. Sasa nataka huo mkono Put it where you were ukaweke suffering. mahali pana shida. If you were suffering in your stomach, Kama kuna shida ya tumbo, put your hand on weka your mkono kwa stomach. tumbo yako. If you were suffering with a terrible headache, Kama unaumwa na kichwa put your sana, hand on your weka head. mkono kwa kichwa chako. If you were suffering with a back Kama problem, uko na shida mgongo, put your hand on your back. weka mkono wako kwa We are mgongo. bringing your physical needs to Jesus. Naleta mahitaji yako mbele ya That's right, Mungu. that's right. my Hiyo friend. sawa sawa. Oh, rendera bakashira Shika baba bakashira shika batayanda. Shika You're mahali going to the palipo na presence of shida. God. Tuko mbele ya uwepo wa Mungu. God is touching you. Mungu anaenda kuwaguza God is sasa. removing from Mungu you. anatembea kwenu. God is, yes, that's Ndio right. hiyo shika mahali And pana that shida. power that you're feeling, Na nguvu hizo mnasikia sasa. that is it's like an Ni electricity. kama umeme. It's like warm liquid Ni fire. kama moto wa That kao. is the power of the Holy Spirit. Inayotiririka, hiyo ni nguvu za Mungu. He has 9 gifts. Ako na vipawa 9. 3 of them, 3 kati ya hizo: faith, imani, healing, uponyaji, gift of the working of na miracles. kipawa ya kutenda miujiza. Faith, Imani, healing, uponyaji, gift of the working of kipawa ya miracles kutenda miujiza. are being operated right now. Na kuna operesheni inaendelea In sasa the name of katika Jesus, jina la Yesu. I bind every sickness from off of these Ninavunja bodies. kila magonjwa toka miili I yenu. command every spirit of infirmity, Ninaamuru kila roho na maradhi go from them in Jesus' toka kwao katika jina la name. Yesu. Depart from them. Toka kwao And we bring na tunavunja, Comforter. naleta utulivu, That's right, the comfort of the Holy Spirit. utulivu wa Roho The Mtakatifu, comfort of the Holy utulivu Spirit wa Roho is Mtakatifu upon you. ikashike Like chini warm liquid fire. kama moto utirikao, ndio inashuka kutoka mbinguni, That's right. ndio inashuka, ndio inashuka, inawaguza katika miili yenu, It's removing sickness. inatembea na ikitoa magonjwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua mikono yenu juu. Kuna kitu Mungu anakifanya, kuna uponyaji unatendeka, kuna nguvu zinatembea, kuna roho wa Mungu anashuka, moto wa Mungu unashuka, Roho Mtakatifu anatembelea akiponya kila magonjwa, akivunja kila laana katika jina la Yesu Kristo. Kila maradhi, kila magonjwa vunjika, 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 vunjika katika jina la Yesu Kristo. Kila maradhi ya kutuma na kujituma vunjika sasa, vunjika sasa, vunjika sasa, vunjika sasa, vunjika sasa katika jina la Yesu. Nataka ufanye kile kitu ungaliweza fanya. Fanya kile ungeliweza fanya. In the name of Jesus. Name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Achilia uponyaji wa Bwana. Achilia uponyaji. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila maradhi ondoka, kauka katika jina la Yesu Kristo. Maradhi ya kutumwa na ya kujituma kauka katika jina la Yesu Kristo. Inaachilia moto wa Mungu. Inaachilia moto wa Mungu. Ukakaushe kila maradhi. Ukakaushe kila maradhi katika jina la Yesu Kristo. Miguu yao inaachilia moto. Miguu yao inaachilia moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Pana jidhihirisha. In the name of Jesus. Hallelujah. Now those of you who came here Wale wenye mlikuja mkiwa na shida, having angalia a juu. problem in your body, Wale, hebu wekeni mikono yenu chini. I want you to raise your hand. Kama kuna kitu imetendeka kwa God maisha has yako, touched your body. umesikia And utofauti God kwa mwili wako, has helped you to feel better. Mungu amekusaidia kusikia I bora. want you to lift up your hand. Ulikuwa na shida na umesikia vizuri, We'll see if it's in the choir. hebu kuja pande ile, zungukia huko, mlete na huko. Yes, come up here. Those of you Wale wenye mlikuwa wagonjwa na mkakuja kuombewa, kuja tu juu.
We're not through. There's going to be more prayers. Hatujamaliza, tutaendelea There's kuomba going to be zaidi. more prayers. Tutakuwa na maombi We zaidi. have a very powerful prayer team here with Tuko na us. kikundi kikubwa cha Only waombezi. now we're coming up here if God has touched your Kama body. Mungu ameguza mwili If wako, God has touched your kama body, Mungu kuna kitu umeona tofauti, we're going to give glory. tunataka kupatia But Mungu don't leave. tukufu. We have more prayers. Usiende, tunataka And kumaliza na some of maombi. these have a need also to take a few moments with the team for a deliverance prayer. Kuna wale wanahitaji